Tamka neno, right? Aliwatoa kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Ili litimie lile neno lilo na nabii Isaya. Mwenyewe alitwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Si ndio? Aitwaa udhaifu wetu na akachukua magonjwa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mathayo anaandika haya mapema kabisa kabla ya ufunuo wa ufufuo. Na Petro alinukuu jambo hilo pia katika Petro wa kwanza sura ile ya 2 mstari 24. Anasemaje Petro? Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Alizichukua, right? Tukiwa wafu, anasema tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Na kwa kupigwa kwake mliponywa. Sio mtapona, mliponywa. Amen. Uliponywa. Alijua kwamba unaweza ukafollow under ugonjwa. Yes. Lakini una uhakika tuna lile neno lilo imara zaidi. Kwa kupigwa kwake tulifanyeje? Tuliponywa. Tuliponywa. Naweza kukionyesha katika msalaba. Kipo katika, anaita kwamba damu ya Yesu pia ni damu ya msalaba wake. Paulo anaita hivyo katika Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 20. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 20. Paulo anaita hivyo. Paulo, kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 20. Amen. Anasema kwanza, anasema twende, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote, si ndio? Na kwa nafsi yake akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa damu ya nini? Kwa hiyo damu ya Yesu inaitwa ni damu ya msalaba. Kwa hiyo imani katika damu ya Yesu ni imani katika uponyaji ambao Yesu ametupa, ambao ulipatikana katika damu ya msalaba wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni imani katika kazi timilifu ya Kristo. Nilisema sehemu zilizopita kwamba ulikuja hapa, ulikuja ibadani ukiwa umepona. Yesu, una dalili za kuugua, una dalili za kujisikia vibaya, lakini ulikuja umepona katika jina la Yesu.